Wapenzi watazamaji wa Femido Jaba Burundi TV, na wasalimia popote mlipo, na nilikuwa nawakaribisha katika kipindi hichi cha leo ambapo tutaongelea innovation ya Miss Nakaranga. Ikiwa wewe mpenzi mtazamaji ni mara yako ya kwanza kuona hichi kipindi, nilikuwa nakuomba ufanye like, subscribe, utie na comment, utie maoni yako kwenye kuhusu hii innovation ya Miss Nakaranga, na kama unaweza kusaidia ukafanya share, ukatumia wenzako wakaangalia ili na wenyewe wasaidiwe na hii innovation ya Miss Nakaranga, utakuwa umefanya vyema. Tunaanza na innovation ya Miss Nakaranga. Mimi ni Latifa Manirakiza, mwenye mtakuwa naye katika hichi kipindi chote cha innovation ya Miss Nakaranga. Yeah. Hii ni FBTV, twatumikia taifa letu. FBTV, FBTV, FBTV. Miss Nakaranga ilianza mwaka 2018. Ilianzishwa na Bwana Felicien Sengiyumva Minani, anajulikana kwa jina maarufu Marechal Femido Jaba Burundi. Yeye ndo alianzisha hiyo innovation ya Miss Nakaranga mwaka 2018 alipokuwa amekuja Burundi, kwa sababu yeye anaishi nje ya Burundi. Alikuwa amekuja Burundi kuja kutembelea nchi yake. Alikuwa yuko anazunguka nchi, akaona msichana mzuri, msichana wa muonekano, msichana mwenye anaonekana kama anaweza. Akauliza watu, akauliza huyu msichana ni msichana wa aina gani, ni msichana mwenye anafanya nini, msichana gani? Wakamwambia kama ni msichana wa kiasili. Walipomwambia kama ni msichana wa kiasili, alishtuka, akashangaa, akaona kama mwanamke wa kiasili wangali wapo na wazuri. Ilikuwa ndio mara yake ya kwanza kuona mwanamke wa kiasili mzuri wa namna hiyo. Mnaweza kujiuliza ni aje alipatwa na mshangao kuona kama mwanamke wa kiasili ni mzuri namna hiyo. Mwanamke wa kiasili ni mwanamke mwenye watu wote wanazania kama awe, sio mwanamke tu, hata wavulana, wababa, wa mama wa kiasili wanaonekana kama ni watu wenye hawezi kuonekana, wenye hawezi kujisaidia chochote, wenye hawezi kufanya kitu hata kimoja cha kujisaidia mbele ya watu. Nyuma ya kuona msichana mzuri wa namna hiyo, aliona kwamba labda au lazima afanye kitu cha kuweza kusaidia wengine wasichana wa kiasili. Ndio kama ameona umoja ni mzuri wa kiasili, ina maana kama pako wengine nyuma yake wenye ni wazuri tena ni wa kiasili. Aliwaza, alijipa maswali mengi, akawaza kaona kama labda afanye au afungue innovation ya Miss Nakaranga penye wanawake wengi wa kiasili wataenda, na wenyewe waonekane kama ni watu, waonekane kama ni wazuri, ili wapane maoni na maelezo ya watakavyofanya katika maisha yao ya baadaye. Watu wanaweza kujiuliza maswali mengi wakiwaza kwa nini alikuja kuwaza kusaidia wanawake wa kiasili nyuma hivyo, hakuanza mapema, hata kama walikuwa hawajawaona. Hakuanza mwaka 2018 tu kwa kusaidia innovation ya Miss Nakaranga. Tukirudia nyuma kidogo, mwaka 2003 alikuwa yuko nchini DRC, Democratic Republic of Congo, nchini Congo, penye alikuwa ameenda kujifunza kuhusu matatizo na shida zinazozipata watu mbalimbali wa kiasili mzingine nchi ya Congo. Akakumbuka kama Burundi nchini kwake pako na penye watu wa kiasili. Hakuwaza kuhusu wasichana tu, aliwaza kuhusu wavulana, wababa, wa mama. Akaona kama lazima labda na wenyewe wanahitaji kusaidiwa namna hii ama nyingine. Wazo hilo alilikanao muda mrefu, akaamua kumwambia au kumuelezea mwanamama Angela Yoegbo kutoka nchini England. Akamwambia kama nchini Burundi pako watu wa kiasili na wenyewe wanahitaji kusaidiwa kwenye namna hii ama nyingine. Akamwambia kama labda wafungue ama walete wazo katika project ya mpya kuweza kusaidia watu wa kiasili. Mwaka 2005 waliporudi nchini Swiss, aliweza kuikaa na mwanamama Angela Yoegbo na mheshimiwa
Abdalla Manirakiza, na wengine alikuwa anaitwa Einstein Blixas wa kutoka nchini Norway. Penye ilikuwa ni mwaka wa 2005 walipoanza kuwaza, walikuwa wanajadili kuhusu kufungua project ya mpya ilikuwa inaitwa Vonokovich. Penye walikuwa wako jijini Zurich mwaka 2006, na hapo palikuwa pako mheshimiwa Thabo Abdalla Manirakiza. Nyuma ya kufungua project ya Vonokovich, waliendelea kusaidia watu wa kiasili, wakiwasaidia katika namna hii ama nyingine, lakini walikuwa wanasaidia wote, wa mama, wa baba, wavulana, wasichana, kwa aina mbalimbali, lakini kupitia kwenye muziki, kwa kuwa Marechal Femido Jaba Burundi alikuwa anajulikana kama yeye ni star, ni muimbaji wa muziki, na nilikuwa nataka kuwafahamisha kama Marechal Femido Jaba yeye ndo aliweza kuwa producer wa nyimbo ya chama cha CNDD-FDD nchini Burundi. Kwa namna hiyo ndo maana aliweza kuona kama anaweza kusaidia watu wa kiasili katika mambo mbalimbali kupitia mambo ya muziki, kwa sababu aliweza na yeye kuwa ni mwanamuziki, alikuwa anaweza kujua kama atawasaidia kwenye namna hii ama nyingine kupitia muziki ili waonekane kama na wenyewe wanaweza. Yeah. Hii ni FBTV, twatumikia taifa letu. FBTV, FBTV, FBTV. Mnaweza kujiuliza alipoanza kuwaza kuhusu kufungua Innovation ya Misi na Karanga kama ilikuwa virahisi kwake kufungua. Ilikuwa virahisi juu pako watu walikuja wakamuonesha kama hawezi kuwa vizuri, labda atarudia chini au hataweza kufikisha malengo yake ya kuwa ya kusaidia watu wa kiasili, kwa sababu ni mwananchi wa kwanza nchini Burundi mwenye ameweza kusaidia watu wa kiasili kufika kutoka kwenye alianzia mpaka penye watapofikia kwa siku ya leo. Kama jinsi nilivyowaambia, pako tuko na examples mbili za watu wanavyoonekana walitokea kwa Innovation ya Misi na Karanga. Pako mwanadada Ornella Umutoniwimana alitokea kwenye Miss ina Karanga mwaka 2020 kwenye province ya Kayanza. Alipoweza kutokea mwenye waliweza kutoka mbele, wanaonekana kama wanaweza kuwa Miss. Alisaidiwa na Innovation ya Misi na Karanga. Ilikuwa ni mashindano ya jimbo ya Kayanza. Aliweza kutokea kwenye nafasi ya kwanza kupeleka nafasi za hilo jimbo, na aliweza kufanikisha vitu vingi. Kwa sasa iko kwenye University ya Ngozi, anasoma na anaendelea kufanya mambo mbalimbali ya kuonesha kama watu wa kiasili wanaweza. Tuko na example ya pili, pako mwanadada Hikitrisia Mutoniwimana aliweza kutoka kwenye mashindano ya nchi ya Miss wa nchi nchini Burundi mwaka 2023. Alipoweza kutokea kwenye watatu wa kwanza, wasichana watatu wa kwanza wa nchini Burundi walipokuwa wameweza katika mashindano. Na kwa watu wengi wanajua kama kutokea kwa mashindano ya Miss wa nchi lazima uwe mzuri, uwe mwelevu, uwe unaweza kufanya vitu vingi vitaweza kuonekana kwa katika nchi, uweze kuwa na projects nyingi katika kutafuta na utafiti mbalimbali. Kwa sasa mwanadada Hikitrisia Uwera aliweza kwenda kutembelea nchi mbalimbali. Hapo tukitia United States of America, aliweza kwenda nchini Amerika, aliweza kwenda nchi mbalimbali, na hivi anasomea kwenye university inaitwa International Leadership University. Ndo penye hivi anasomea masomo yake katika financial za banks. Ndo masomo yanayoendelea kufanya katika University ya International Leadership University.
Tarehe 8 mwezi wa 3 mwaka 2024, mwanadada Miss Ornella Mutoniwimana, Mheshimiwa Mkuu wa Nchi Rais Evariste Ndayishimiye aliweza kumzawadia na akaonesha kama anaweza mbele ya watu katika tarehe 8 mwezi wa 3 mwaka 2024. Ilikuwa ni siku ya wanawake. Aliweza kumzawadia na kumuonesha mbele ya watu kama aliweza kufanya kitu chenye wanawake wengi wa kiasili hawawezi kufanikisha kufanya. Mbele ya kumalizia hichi kipindi nilikuwa nataka kutoa shukrani kwa Bwana Marechal Femi Dojaba kwa kuwa aliweza kuanzisha innovation ya Miss Nakaranga na kuanza kuanzisha hiyo project ya Venokovich, kwa sababu aliweza kusaidia watu wa kiasili katika muda watu wenye walikuwa wanaona kama hawawezi kusaidiwa na mtu yoyote. Kwa kumalizia kwenye kipindi tulikuwa tunaongelea kuhusu innovation ya Miss Nakaranga. Mlikuwa mnaelezewa na Latifa Manirakiza. Tulikuwa tunataka kuwaomba muache like, share, subscribe, muache na maoni kuhusu innovation ya Miss Nakaranga. Tulikuwa tunawaambia kama tutarudia tena kwa sababu pako projects nyingi za kuendelea kuhusu projects zenye Marechal Femi Dojaba aliweza kuanzisha, na tutakuwa tunawaambia ndogo ndogo kadri siku zitakavyoenda. Tutabakia tunawaletea zingine projects mpya. Aya, kwa herini, shukran.